Jina langu ni Alphonse Mwinga. Alphanga Black ni jina natumia mitandaoni. Leo nataka kuongea na wana Afrika Mashariki, Afrika Mashariki na Kati na Afrika nzima kwa ujumla. Nataka tujiulize katika uwanda mmoja, katika mawazo ya kawaida kabisa, kujua nani ni mfaidika yanapotokea machafuko katika Afrika Mashariki, Afrika Mashariki na Kati na Afrika nzima kwa ujumla. Nani mnufaika na nani ni mwathirika yanapotokea machafuko katika bara letu la Afrika? Lazima tujue, sababu usione tu ng'ombe mjini kavaa dhahabu na mwenyewe. Nilipata bahati ya kusoma kitabu cha Profesa Baregu, kilinifungua macho, kilinifungua ubongo, nikajua nani ni mnufaika na nani ni mwathirika. Kitabu kile kikiwa kinaelezea migogoro ya Kongo na migogoro ya nchi za maziwa makuu. Kilinifungua sana kitabu cha Profesa Baregu. Nikaamua kuwa mzalendo, kulipenda taifa langu kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote na ujasiri wangu wote. Haijalishi taifa letu litapitia mangapi, limepitia mangapi au litapitia mangapi, bali nitakuwa mzalendo kulipenda taifa langu, kwa sababu mimi sio mnufaika wa machafuko. Wewe sio mnufaika wa machafuko, bali mimi ni mwathirika na wewe ni mwathirika yanapotokea machafuko katika bara la Afrika. Nataka tuwajue wafaidika. Namba moja ni mabeberu. Tunaposema mabeberu hatumaanishi wazungu, bali ni watu wa nje ya taifa husika ambao wanataka kujinufaisha na rasilimali za nchi. Haijalishi watazipataje, wako tayari kuchochea, kulipa vikundi vya kigaidi, iwe ni viongozi wa kidini au wanasiasa ambao, na tunaposema wanasiasa tuelewana, imaanishi sio lazima upinzani. Wapo wanasiasa ambao ni wanafiki, wako ndani ya vyama tawala, ambao wana uchu na madaraka, wako tayari kutumika kuuza mataifa yao. Wanatumika kwa sababu wafaidika namba moja ni mabeberu, lakini wafaidika namba mbili ni waporaji. Hapa muwe makini sana, waporaji, kwa sababu yanapotokea machafuko, system ina corrupt, nchi inakuwa bize na machafuko. Waporaji wanapora ardhi. Utaporwa ardhi yako wewe, watapora ardhi, watapora rasilimali za nchi, watapora kila kitu. Tukitoka kwa waporaji, kuna watu wanaitwa wafanyabiashara haramu. Hapa wanapata upenyo wafanyabiashara haramu hapa. Hawa ni wafaidika, na hawa wako radhi kuendelea na wao kusapoti vikundi, wanasiasa wasiotakia mema taifa, na watu wanaojiita wazalendo, na watu wanaojiita wagombania haki, na ni ukweli hawana uzalendo ndani yake. Hawa ni wanufaika. Lakini linakuja kundi lingine, hawa ni wauza silaha, kikundi hatari hiki. Sasa hapa yamegawanyika, yanatokea makundi mawili, wanaouza halali na wanaouza haramu. Kuwa makini wewe mwana Afrika, unapojazwa hisia na kufanya machafuko, linazaliwa hili kundi la wafaidika. Wauza silaha hawa watamuuzia vikundi mbalimbali silaha, kitatokea kikundi A, B, B mpaka C, na hivi vikundi vitakuwa vina mitazamo yao na viongozi wao. Hata akichukua nchi kikundi A, kikundi B kitasema hapana, ikichukua kikundi B, kikundi C kitasema hapana. Nchi haitotawalika. Watafaidika hawa, ndio wafaidika. Lakini kuna kundi lingine, askari wa kukodi. Hawa hawana huruma, wanamtii na kumlinda aliye wakodi. Mauaji yanazidi hapa, tuwe makini wana Afrika. Lakini kuna kundi lingine, hawa wanaitwa mabwana wa umasikini, mabwana wa wamasikini, utawaita unavyotaka wewe. Hawa huwa wanajitokeza wamevaa ngozi ya kondoo. Inawezekana ni viongozi wa dini, inawezekana ni viongozi wa kisiasa, inawezekana ni watu wanaojiita wanaharakati. Hawa upaza sauti, tetea haki, mali zinaliwa, umaskini wa kutupwa, umaskini ni mbaya.
lakini hawamaanishi, na mifano tunayo. Libya walitokea mabwana wa umaskini, wakawambia wa Libya, nchi yenu inaliwa, nyinyi ni maskini, mnatakiwa kuwa zaidi hapa. Haya, nchi ikapinduliwa, wakaingia hao watu, lakini waliingia kwa sapoti ya hawa mabeberu. Kwa hiyo hawawezi kutumikia wana wa nchi kwa sababu waliwekwa kwa maslahi ya mabeberu. Mliona kinachotokea. Je, walioyapata ndiyo walioyakosa kwa Gaddafi? Unatoka hapo unajiuliza tena swali. Tuna mifano mingi. Jose de Santo alipoona wananchi wake wanakufa, wanaumia, na mpinzani wake msaliti alikuwa ni Jonathan Savimbi, akawaza, akasema anapewa sapoti na wale wanataka nini? Akawafata wale, wakamwambia mikataba yetu hii hapa. Alipokubali kusaini ile mikataba, haikumaanisha kuwa mzalendo au akupenda taifa lake. Hapana, watu walikuwa wanakufa sana, akaonea huruma wazee, watoto na kina mama wanaokufa bila hatia, akakubali ile mikataba. Lakini akaweka sharti. De Santo akasema, kama nakubali mikataba hii, basi Savimbi asipewe fedha na misaada ya kijeshi. Kilichofika kwa Savimbi tunakijua. Baada ya mabwana wakubwa hawa mabeberu kupata wanachokitaka, nchi ikapata utulivu na Savimbi akapotea. Wana wa Afrika tuwe makini sana. Je, wewe ni mfaidika au wewe ni mwathirika? Wanakuja watu wengine hawa wanaitwa watakatishaji wa kifedha. Yanapotokea machafuko, mambo yana korapti, fedha haramu zinaingia, watakatishaji wanatakatisha, fedha yetu inashuka. Wewe utakwenda kununua fungu la nyanya milioni, mwana wa Afrika. Utakwenda kununua dagaa 100,000, mwana wa Afrika, kwa sababu watakatishaji wanapata upenyo. Linakuja kundi lingine hapa. Hili kundi ni mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, yasiyokuwa ya kibiashara. Hawa ni wafaidika. Sio yote, baadhi ya makundi ambayo yanakuwa na proposal zao kwenda kwa wale wa kwanza wanaitwa mabeberu, kwamba tukafundishe haki, watu wazijue haki zao, lakini kiuhalisia ni waongo. Wanachochea wananchi, wanacheza na hisia zao, na hapa ndio unaipata Food Foundation. Hawa nao ni wafaidika. Naomba tukahitimishe kwa uchache, wana wa Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa ujumla. Hawa ndio wafaidika. Tusikubali kuchochewa, maana pamoja na yote, mtaji mkubwa ni hisia zako, mtaji mkubwa ni uwezo wako, uwezo wangu, wa mwana wa Afrika mdogo wa kuchakata taarifa, ambao unaweza kumezesha propaganda, ukalichoma taifa lako, ukaichoma Afrika kwa miemko na kuchochewa. Ni kweli inawezekana, katika nchi zetu za Afrika tuna matatizo. Ni kweli tumepitia mangapi, mengi kiasi gani, lakini wana wa Afrika tusikubali presha ya nje na watu wanaotumika wa ndani kugawa bara letu, kugawa nchi zetu. Tusimame, tutatue matatizo yetu sisi wenyewe. Tusikubali, wana wa Afrika. Sasa jiulize, wewe ni mnufaika au ni mwathirika yanapotokea machafuko? Tutafakari pamoja. Nitakuandikia hapa chini vizuri zaidi, kwa sababu kuna watu wanaweza kusoma vizuri na wengine wanaweza kusikiliza vizuri. Alafu kwenye comment hapa, nawe toa maoni yako.